wokovu wa kisasa. Suruali navaa, kimini navaa, ulembo wote ambao unaona duniani wanautumia navaa, na nilikuwa nikijiona nipo kawaida sana. Kwa bali ya mapambo, na mimi nilikuwa nimesuka rasta, nilikuwa nikijipenda, nilikuwa nikipenda nywele, nilikuwa ni kweli ninaelezwa kwa bali ya mapambo, lakini kwa sioni haya kuvaa suruali, na nimeokoka, nampenda Yesu na nikiombea pepo zinatoka, lakini nilikuwa nikivaa suruali. Lakini bado niliendelea kusuka na nyoa, nasuka na nyoa kama ambavyo wengine tunafanya, hatusadiki. Nikawa nasuka na nyoa, nasuka na nyoa, nikaendelea kujipamba kama kawaida. Nimenyoa, dada yangu akaja siku nimenyoa, akaja nyumbani akaniambia, mdogo wangu, hizo nywele hazijakaa vizuri, njoo nikupake super black. Alinipaka, ilikuwa ni mida ya saa 1 usiku. Saa 2 usiku nikaa nimezinawa, niko vizuri, nikalala. Nimelala usiku ule, sema ni maono, nikachukuliwa katika maono. Yani mahali pale nilipokuwa hakuna nyumba yoyote, ni kama katikati ya wingu, na ndani ya lile wingu ikasikika sauti ikiniambia, wanawake wengi hawataingia mbinguni. Moyoni mwangu nikawaza, kwa nini? Lile wingu, sauti ikasikika ndani ya lile wingu ikisema, kwa sababu ya mapambo wanayojipamba. Kimoyomoyo nikasema, mapambo? Ile sauti tena ndani ya wingu ikasikika ikisema, ndio. Na ndani ya wanawake wengi kuna wivu, hasira, kutokusamehe, kinyongo, chuki, husda na manunguniko. Na ndani ya wanawake wengi vitu hivi vipo. Hivyo wanawake wengi hawatoingia mbinguni. Nikaogopa sana. Nikaogopa sana. Na wakati ule, wakati ikisema wanawake wengi hawatoingia mbinguni kwa sababu ya mapambo, nikakumbuka kweli nilishasikia hiki kitu kwa habari ya mapambo. Na mimi leo nimepaka piko, na mimi nilisha suka, na mimi nilisha vaa hayo mapambo. Nikasema, Yesu wangu, hatutaingia mbinguni. Na ile hali ya mshangao niliokuwa nayo katika yale maono, niliposhtuka nikajikuta niko hivyo hivyo. Niliogopa sana. Mbona kanisani tunajipamba? Mbona sijawahi kusikia kitu kama hiki? Lakini nikakumbuka, najiona nipo saluni, ninawapamba watu wanaenda ukumbini. Nipo na wapamba kwa macho ya nyama, umependeza, kwa sababu kabla sijaokoka au kabla sijaacha mapambo, nilikuwa nikijipamba, nilikuwa nikifahamu makeup, nilikuwa nikijua namna ya kuchanganya makeup ili uweze kupendeza vizuri. Nilikuwa nikijua mtu mweusi umpake makeup ipi, mtu mweupe makeup tulizokuwa tukitumia ni za Forever. Tulikuwa kwa kipindi kile ilikuwa kapoda kale kadogo ka Forever 30,000 kakapanda 50 hadi 60. Tulikuwa tukinunua tukijipaka. Tulikuwa tukinunua lipstick, contour, lip liner. Yani niseme makolokolo sasa hivi mengine nimeshaanza kusahau. Kwa wakati ule sasa nikaona nipo na wapamba watu. Tunaenda kwenye harusi na changanya lipstick. Nikawa nikifurahi, sema nimependeza. Lakini wakati ule mimi nikaona mwanaume mmoja aliyevaa mavazi meupe ambaye nilishindwa kumtazama, amekuja kwa ukali akinambia, kwa nini hujawaambia watu wangu kwamba vitu hivi ni machukizo? Kwa nini hujawaambia watu wangu kwamba vitu hivi ni machukizo? Alinionya kwa ukali, akanambia utadaiwa. Katika kuniambia ile sauti nikaogopa. Sasa akiniakata ananiambia vile, nikajitazama kwenye kioo kilichokuwa pale. Mtumishi wa Mungu, nilivyojitazama nilijiona kama kinyago. Yani ni kama vile mtu amechukua unga
akakupaka usoni kama unavyoona hivi vinyago. Yaani nikisema kinyago nitumie hiyo lugha. Kinyago, uchafu. Yaani ni kinyago. Wakati mimi nilikuwa na wapamba nilikuwa nikijiona tuko vizuri. Lakini alivyokuwa akiniambia, kwa nini hujawaambia watu wangu? Nilipojitazama kwenye kioo nilijiona kama kinyago. Na ghafla nikageuka nyuma, nikaona wanawake wawili waliovaa mavazi kama ya kishirikina, wachawi, ambao walikuwa wamevaa nguo kaniki nyeusi, wamefunika hapa kifuani na chini. Walikuwa ni wanawake wawili, na katikati yao kulikuwa kuna ungo ambao ulikuwa umefunika kama kitambaa cheupe. Na katika ule ungo kulikuwa kuna vito, au kwa lugha nyingine iseme jewels, vilikuwa pale vingi sana. Walikuwa wakitengeneza kwa spidi ya hatari, yani spidi ile siwezi nikaielezea. Na walipokuwa wakitengeneza wanarusha duniani. Nikatazama kwa mshangao mkubwa sana. Wanatengeneza wanatupa duniani, wanatengeneza wanarusha duniani. Nikaogopa sana. Yule mtu akaniambia, kwa nini hujawaambia watu wangu kwamba vitu hivi ni machukizo? Utadaiwa. Kabla ya maono hayo, nilipoona ile sauti ikisema kwamba wanawake wengi hawatoingia mbinguni, nilipokuwa nikienda ibadani, ibada ilipokuwa kiendelea, nikawa nikikumbuka, mbona sisi tunajipamba na tunasali kanisa la walokole, tena EAGT, nikijua kwamba nilo kanisa takatifu, tunaenda mbinguni, na leo naambiwa wanawake wengi hawatoingia mbinguni kwa sababu ya mapambo wanaojipamba. Kaenda ofisini kwa mtumishi wa Mungu, nikamwambia, baba, kwa nini hujaandaa kipindi kama hiki kuwaonya watu? Akaniambia, nani anayesikia leo hii ukimwambia hiki kitu? Jiponye nafsi yako. Ni kweli haya mapambo hawatoingia mbinguni. Na kweli nikawaza, mke wake nilimtazama, alikuwa hana heleni, hana cheni, alikuwa hasuki, alikuwa hapaki makeup, na ni yule mchungaji alikuwa ni uchumi wake ni mzuri. Labda niseme jina lake litakusaidia hata wewe ambao unasali EAGT. Ni mtumishi mkubwa, Alphonse Samsoni Wanjala, ambaye alikuwa ana uongozi katika elimu na mafunzo ya EAGT. Aliniambia, ni kweli mwanangu, lakini ni nani anayesikia? Na kweli kanisani tulipita wiki 3 kwa habari ya somo linalohusu kujipamba mapambo, na akatusomea na ushuhuda. Nimekuja kwako, mbingu haipo, unajipamba, mbingu haipo. Aliniambia hatutaingia mbinguni kwa sababu ya mapambo. Mimi leo nimeacha. Nilijipamba kama wewe, nilisuka kama wewe. Neno la Mungu linasema wana amani tele waipendao sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza. Tunajipamba kwamba ili tupendeze. Hupendezi mbele za Mungu, unaonekana kama kinyago. Mimi nilifunguliwa macho kwa muda ule, nikajitazama, nilifanana kama kinyago, uchafu. Ni uchafu mbele za Mungu, na ni machukizo mbele za Mungu. Ni machukizo. Ni machukizo mbele za Mungu. Nikaona tupo ibadani kanisa fulani, sitalitaja. Ibada ilikuwa ikiendelea. Katika ibada ikiendelea, kuna kwaya ilikuwa ikiimba, lakini ndani mle kulikuwa hakuna utulivu. Kulikuwa yani ni vurugu, lakini kwa macho ya kawaida tunaona kama ibada ya sifa. Lakini nilikuwa ni sauti zikisikika kama vile tupo klabu. Ghafla nikasikia sauti ikitoka mkono wangu wa kuume ikiniambia, waambie wanawake wanaovaa mavazi ya ukahaba sitawanyakua. Waambie wanawake wanaosali bila kufunika kichwa sitawanyakua. Sauti ile ilikuwa ya ukali sana. Nikashangaa, hii sauti naisikia peke yangu? Mbona sauti inasikika lakini bado shughuli zikiendelea kama kawaida? Na nikitazama mle ndani kulikuwa kuna wengine wamevaa suruali, wamevaa mawigi, wanafanya vitu vya ajabu sana. Sauti ile ilikuwa kwa ukali sana, ikanambia,
waambie, waambie, waambie. Nilipokuwa nimesimama, ghafla nikasikia mkono ukinipiga kwa chini katika mguu. Ikaniambia tena kwa sauti ya upole, wewe waambie, wewe waambie, wewe waambie. Ilijirudia mara 3. Nilivyoshtuka katika ile maono, nikajikuta tena katika hali ile ya hofu niliyokuwa nayo, ndipo ninayo fizikali. Tukisoma ukiendelea mstari wa 5, anasema Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu, kwa maana mimi nikiingia kati yenu dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Lakini waliposikia walivua vile vyombo vya uzuri, wakaomboleza. Na Mungu akamwambia Musa, waambie wavue vyombo vya uzuri, nione nitakalo watenda. Amina. Unayenitazama, unayenisikia, ukisoma Mwanzo sura ya 35, ukisoma hapa kuanzia mstari wa 1, anasema hivi: Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaroni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikashika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Wana wa Mungu mnaonisikia, Yakobo aliwaambia watu wake waondoe miungu migeni. Walivua pete zilizokuwa masikioni mwao na zilizokuwa mikononi mwao. Kwa nini walifanya vile? Kama Mungu hachukizwe na hicho kitu. Ndicho aliniambia ni machukizo. Na mimi niliona wale wanawake wawili waliokuwa wamevalia mavazi ya kichawi ya kishirikina, wakitengeneza jewels au vito kwa lugha ya Kiswahili, wakizitupa duniani. Lakini leo tunavaa masikioni, tunavaa shingoni, tunavaa mikononi na kadhalika. Nitaenda katika mavazi ya ukahaba alichonielekeza Bwana Yesu, na kwa habari ya kufunika kichwa, maana alinipa hizo jumbe niwaambie wanawake wanaovaa mavazi ya ukahaba, wanaosali bila kufunika kichwa. Kweli mimi nimezaliwa nikikuta mama yangu iko EAGT, alikuwa akiweka dawa, hereni, cheni, na hata sasa anavitumia, na huu jumbe nilishampa, lakini alikataa. Lakini je, neno la Mungu linasema, ukisoma Petro na Yohana walisema, amueni hivi leo tuwasikilize ninyi, au neno la Mungu ni hila hapa. Wengi wanasema, mimi mbona mchungaji wangu hajaniambia? Na mimi mchungaji wangu, nashukuru Alphonse Mwanjala aliniambia, lakini leo hayupo. Kumbuka Mungu ni Mungu wa walio hai. Mungu si Mungu wa wafu. Hayupo. Yeye kazi yake alishamaliza. Yeye atakwenda kutoa hesabu yake, na mimi nitatoa hesabu yangu. Kama vile ambavyo wewe unanisikiliza leo, unanitazama leo, wewe utakwenda kutoa hesabu yako. Mimi mama yangu nimezaliwa kanisa la EAGT toka niko mdogo, na leo nina wachungaji, bado nipo EAGT. Kwa nini leo niko hapa na nawa damu yako? Sitaki nidaiwe damu yako. Kwa wale nilioishawaeleza, Mungu awabariki. Lakini leo nimeona niseme na wote wanaonitazama, uko wapi? Upo mkoa gani? Upo nchi ya Tanzania? Upo wapi? Kwa sababu niliambiwa, kwa nini hujawaambia watu wangu?
kama vitu hivi ni machukizo. Wewe dada, wewe mama unayevaa mavazi ya uzuri, mapambo, aliniambia hawamtoingia mbinguni. Hawatoingia wanawake wengi kwa sababu ya mapambo wanayojipamba. Hata wanyakuwa wanawake wanaovaa mavazi ya ukahaba. Hata nyakuwa wanawake wanaosali bila kufunika kichwa. Ni kweli, wewe ni shahidi, mimi ni shahidi. Kanisa letu la EAGT au makanisa ya Pentekoste mengi, hayo mafundisho ya kufunika kichwa hayapo, lakini kwenye neno lipo. Kwa nini leo niko hapa kukuambia kitu? Aliniambia, je, kwani sijawaandikia katika Wakorinto? Ukisoma katika Yakobo inasema, mwadhani neno la Mungu lasema bure? Katika Timotheo tunasoma, kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa maonyo, mafundisho, kwa adabisho. Wewe mtumishi wa Mungu, hili neno sio rangu. Haya ninayoeleza leo sio yangu. Nimesema kile ninachoambiwa na Bwana Yesu niwaambie watu wake. Ninasema leo, wewe unayenisikiliza, wewe unayenisikia, nimenawa damu yako, na mimi binafsi nitaendelea kujitengeneza, maana kila mwenye matumaini haya na ajitakase. Nitasoma katika Ezekieli 33, nitasoma kuanzia ule mstari wa 7. Inasema hivi, basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. 9, walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye haiachi, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Nimekuja kujiokoa roho yangu. Asante Bwana Yesu, nipo mbele zako. Ninasema kile ulichoniagiza. Ninaogopa. Mwana wa Mungu, niko hapa kukueleza kila alichoniambia Bwana Yesu. Katika kufunika kichwa, katika mavazi ya ukahaba. Ni kweli tunasuka makanisa yetu, tunavaa mavazi ya ukahaba kwenye makanisa yetu, tunavaa. Nimekuja kunawa damu yako. Nimekuja kunawa damu yako. Tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3, na yenyewe inasema kwa habari ya kutuonya, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo ya utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana vivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele. Tumishi wa Mungu, sio kusuka nywele. Si kwa kusuka nywele. Watu wengi tunasema kwamba rasta, yaani ile kujiongeza, lakini mtumishi wa Mungu, kote huko nilipita. Niliacha rasta, niliacha weaving, niliacha wig, less wig, niliacha weaving, niliziacha, nikasuka nywele ya mkono, lakini bado alinirudisha. Si kwa kusuka nywele. Nikaacha kusuka nywele, nikasema wacha nifuge nywele yangu. Nikafuga mwaka mzima, sikunyoa. Nikawa nikichana nafunga kitambaa, maana aliniambia kufunika nywele, kufunika kichwa. Nikawa sasa nilivyokuwa ndefu, nikawa nasema niende saluni nikazinyoshe. Nikawa na sababu nafahamu vizuri, nikaweka steaming ya kawaida ya nywele natural. Kweli nilipofika pale saluni walinishangaa sana, lakini nikawa najua ninachokifanya. Kafika saluni mwaka jana tu, sasa sio mbali, mwaka jana mwezi wa 8. Fika saluni nikaweka steaming yangu natural hair.
Tena nilitengeneza kwa mikono yangu, maana nilikuwa nafahamu hivyo vitu. Kaosha nywele, nikaingia saruni, nikatengeneza wow. Nywele hii hapa mchicha, nikabana vizuri. Nilinyosha, lakini bado alinionya, kwa sababu nywele ya Kiafrika ili uitunze lazima utasuka mabutu au chochote ili nywele inyooke. Nilikuwa nikifunga butu usiku, nafunika kichwa, ninalala. Lakini bado alinionya kwa habari ya jambo hilo. Aliniambia neno langu linasemaje, si kwa kusuka. Nikaacha, nikanyoa, nikaacha. Sasa tuje hapa anaposema kujipamba kwenu, yani ule mbuto wa ndani. Ndio maana nakurudisha, alisema wanawake wengi kuna wivu. Ukisoma hapa, roho ya upole, wivu, husda, chuki, hasira, kutokusamehe, kinyongo, hatutamuona Mungu. Turudi hapa, tumombe Mungu atupe roho ya upole. Daudi alisema, niumbie moyo safi uliotulia ndani mwangu. Je, una utulivu ndani? Ni kweli sijipambi, ndio maana akagusia kote. Yamkini huyu mtu hajipambi, yamkini huyu mtu anafunika kichwa, yamkini huyu mtu anavaa mavazi ya kusitiri mwili wake, lakini utu wa ndani hauko vizuri. Una hasira, chuki, una chuki, wivu, husda, kinyongo, kuto kusamehe, manunguniko. Hatuishi kunungunika wa mama. Kinyongo, unakaa na hasira kwa muda gani? Unambeba mtu. Kumbuka neno la Mungu linasema na uchungu chachu kidogo chachusha donge zima. Je, shina la uchungu lipo ndani mwako? Litatufanya tusiingie mbinguni. Leo ninakwambia hiki ndicho nilichoagizwa. Wanawake wengi mapambo yatafanya singie mbinguni. Chuki, hasira, manunguniko, kuto kusamehe, husda, tafanya tusingie mbinguni na yanayofanana na hayo. Sasa tuje katika kufunika kichwa. Aliniambia Wakorinto, nitakusomea Wakorinto wa kwanza. Akaniambia, je, sikuandikia katika Wakorinto? Niliogopa kwa sababu na mafundisho hatufundishwi wa mama kuanzia ngazi za juu hata huku makanisani. Unaheri wewe ambayo kanisani kwako umefundishwa hicho kitu. Unaheri wewe unelisikia hili jambo. Hili jambo sio langu mimi mwenyewe. Hakuna mwanamke anayependa kufunika kichwa muda wote. Hakuna mwanamke ambaye asiyependa kujipamba. Nilijipamba, mtumishi wa Mungu. Wewe unanisikiliza. Hakuna mtumishi anayependa kuwa hivi. Lakini kwa ajili ya Bwana, Paulo alisema yale yote niliyohesabu faida kwangu na yahesabu kama mavi. Ninahesabu kama mavi kwangu leo kwa ajili ya Bwana. Akasema mjapoonekana wajinga lakini hamtapotea. Leo hatutaki kuonekana wajinga. Kuna mafundisho nilishawahi kusikia kwamba hebu jipendezeshe wewe mwanamke ili mume wako atakapotoka nje, anapowaona wale, akirudi ndani na wewe akuone vile. Mwana wa Mungu unayenisikiliza leo, usipende dunia na mambo yake yote yaliyopo. Wewe unayefundisha kwamba jipende, jiweke vizuri, mume atakapotoka nje, atakapoona huyu ana lace wig, huyu ana makeup, akiingia ndani mke wangu ataonekana kama vile mwenda kulima. Mwana wa Mungu, jikane, beba msalaba wako. Je, umtii mume, mpendezeshe mume, uikose mbingu? Wengi wanasema mume wangu atanionaje? Kuna mwingine nilimshuhudia akasema mume wangu anapenda nivae nguo fupi. Je, mume wako anayo mbingu? Je, huyo mtumishi wa Mungu anayo mbingu anayekwambia neno letu ni hili? Nilimwambia mume wangu sitabadilika. Nashukuru Mungu na yeye mume wangu akanisupport, akasema sikiliza kile anachokuambia Mungu. Mafundisho mnatufundisha wa mama, jipende mwanamke. Vaa vazi litakalomvutia mume wako ndani, atakapotoka nje asishangae kwa sababu na mke wake anamkuta hivyo.
Mwana wa Mungu, mbingu ni mbingu ya watakatifu, mbingu ya waliojikana. Alimaanisha takapoonekana wajinga lakini hamtapotea. Alimaanisha beba msalaba unifuate. Alimaanisha alivyosema njia ile ni nyembamba, waionao ni wachache. Aliniambia wanawake wengi hawataingia mbinguni. Siku moja alinionyesha parapanda horima ya karima ya ndoromokoria sika ya ndaramokoimaita. Ninaogopa kwa habari ya maono. Amekuwa akinifunulia vitu vingi. Alinionyesha kwa habari ya unyakuo. Eneo nililokuwepo waliondoka wachache. Eneo nililokuwa niliona kama watu 3 tu. Nikalia, ni wimbi kubwa la watu walibaki. Kubwa sana. Nikajiuliza ndani ya nafsi yangu, mbona makanisani tumejaa? Mbona kuna wachungaji? Mbona kuna maaskofu? Ndio akili yangu ya kwanza ilinituma kuwaza kile kitu. Mbona kuna wachungaji wengi? Mbona kuna maaskofu wengi? Mbona kuna makanisa yamejaa? Iweje leo wameondoka wachache? Ndipo akanipa andiko, Yakobo 2:10. Ujaposhika sheria yote ukajikwaa katika neno moja, umekosa yote. Hata mtoto anaweza kaikosa mbingu kwa sababu ya wewe mzazi. Hata mtoto unayemuona leo, umemzaa leo. Alimaanisha alivyosema mlee mtoto katika njia impasayo. Je, wewe humvalishi kimini leo mtoto wako? Ukisoma katika Mambo ya Walawi, msiwafanye watoto kuwa makahaba. Humvalishi nguo za ukahaba mtoto wako wewe leo? Haumsuki hizo nywele za kuzimu za Yezabeli mtoto wako? Alafu tunasema ufalme wa Mungu ni wao wapi? Alimaanisha alivyosema kwamba wafundisheni watoto wenu, mkayaandike katika miimo ya milango yenu, mkawafundishe. Je, unamfundisha mtoto wako katika njia impasayo Mungu, impasayo Bwana Yesu? Unamfundisha? Je, si wewe unempeleka mtoto wako kanisani akiwa amevaa kikaptura lakini ni wa kike? Je, haumnyoi denge wewe leo mtoto wako wa kiume na ukampeleka Sunday school na tukaimba pamoja? Ataiona mbingu ipi? Lakini nakwambia hata watoto hawaendi. Kama wewe mzazi hujamfundisha mtoto wako njia inayompasa, kumbuka kinyonge hakitaingia. Kama unampitisha mwanao katika mavazi ya ukahaba, unamsuka nywele za Yezabeli, unamvika vitu, kwa sababu ni machukizo. Turudi katika Wakorinto wa kwanza na ile sura ya 11 kwa habari ya kufunika kichwa wakati unaposali. Nitaanzia mstari wa 5, unasema, bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kwa maana ni sawasawa na yule asipofunikwa na akatwe nywele. Au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume, maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Utaenda 13. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Nitaisha 13, maana niliambiwa, je, sijawaandikia katika Wakorinto? Ewe mama, ewe dada, ewe mwenye jinsia ya mwanamke, nimeambiwa niwaambie hata wanyakuwa wanawake wanaosali bila kufunika kichwa. Nimekuletea leo kwa habari ya kufunika kichwa, kwa habari ya mavazi ya ukahaba. Katika maono yale niliona mwanamke aliyevaa suruali. Unayevaa suruali hautanyakuliwa.
unayevaa, na akaniambia wewe unayevaa mavazi yanayobana, yanayoonyesha maumbile yako, jinsi Mungu alivyokuumba, ni mavazi ya ukahaba, mavazi ya Jezebel. Half shoulder, mabega yako wazi, kata mikono, mikono iko wazi, kimini, miguu yako iko wazi, kifua chako unapovaa nguo, kifua chako kinaonekana ukiinama, ni mavazi ya ukahaba. Kwa sababu ukisoma katika Wakorinto, katika Timotheo, na soma hapo Timotheo wa kwanza ule mstari, sura ya 2 mstari wa 9, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Mavazi ya kujisitiri na adabu nzuri. Hebu jitazame wewe uliyevaa half shoulder. Ili bega unamwachia nani? Huu mgongo ni mali ya mume wako. Mwili wako ni matamanio, ni uzinzi unafanya, ni mavazi ya ukahaba. Je, umeusitiri mwili? Je, umevaa vazi ya kata mikono? Umesitiri mwili? Bwana Yesu alinifundisha kusitiri mwili. Vazi ambalo ni la adabu, umeona hapa, na adabu nzuri. Je, umevaa kimini? Una uwezo wa kuinama? Je, ni adabu hata mbele za watu huko nje? Je, umevaa hiyo suruali? Si vazi la ukahaba? Umeacha miguu yako iko wazi, umevaa kimini, umeenda kanisani, alafu tunafunika na kanga. Kumbe roho zetu zinatushuhudia vazi lile sio zuri. Vaa vazi ambalo halitaonyesha utupu wako, halitaonyesha maumbile ya mwili wako, halitaonyesha mwili wako katika matamanio. Imeandikwa kwamba, nawaambia, kila amtazamaye mwanamke na kumtamani umekwisha kuzini naye. Ndipo nikaonyeshwa tena maono mengine. Nilikuwa kanisa fulani, ibada inaendelea, akaja mama mchungaji amevaa kimini. Nikamuonya, nikamwambia, kwa nini umevaa vazi la ukahaba pamoja na mwanao? Je, haijaandikwa kwamba imeandikwa amtazamaye mwanamke na kumtazama akimtamani amekwisha zini naye? Kwa nini mnazinisha kanisa la Bwana? Hamjui kwamba mnaachilia uzinzi? Ndipo nikamwambia, mume wako yuko wapi? Nikamwambia yule mchungaji wa kanisa lile, unaharibu kanisa. Kwa nini unamwacha mke wako na mtoto wako wanakuja katika haya mavazi? Hamjui imeandikwa mtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha zini naye? Wewe mwanakwaya unayevaa mavazi ya ukahaba, wewe mama mchungaji unayevaa mavazi ya ukahaba, unavaa vazi la kubana mwili wako, unavaa vazi la kuacha viungo vyako nje, kifua kipo nje, mabega yako nje, unaachilia roho za uzinzi, unachafua kanisa la Bwana. Tazama imeandikwa, atakayeliharibu hekalu langu nami nitamharibu. Mmekuwa mawakala, mnachafua kanisa la Bwana. Acha. Na maono haya nikaona watumishi wa Mungu, ibada iko inaendelea, ibada nzuri ya sifa mahali fulani, kanisa sitalitaja, na mtumishi wa Mungu wa mahali pale alikuwepo, wakicheza vizuri, wakifurahi. Ndipo kwa macho ya nyama nikasema, ibada nzuri, hakika ibada inamtukuza Mungu. Ndipo nikasikia sauti ikiniambia, unawaona hawa waliomzunguka huyu mchungaji? Nikasema ndio. Hakuna hata mmoja atakayeingia mbinguni katika hao waliomzunguka. Ndipo nikatazama, walikuwa wamevaa mavazi magauni marefu ya heshima, lakini kichwani walikuwa wamesuka rasta. Wakaniambia, wana yale machukizo asiyopenda Bwana Yesu. Ndugu yangu, ghafla nikaona niko na wakemea watu wanaojichubua. Je, unajichubua? Je, unajipamba mapambo gani ambayo Bwana Yesu ameyakataza? Usijipambe, hamtaingia mbinguni. Wewe unajipamba, wewe unajichubua, hautaingia mbinguni. Acha. Tengeneza.
Niliambiwa wanawake wengi hawatoingia mbinguni kwa sababu ya mapambo wanayojipamba. Na ndani ya wanawake wengi kuna kinyongo, kuna hasira, kuna wivu, kuna husda, kuna kutokusamehe, manunguniko. Hawatoingia watu namna hiyo wanawake. Ni mchungaji wako amekwambia? Ni mchungaji wako hajakwambia? Leo nimenawa, maana niliambiwa. Kwa nini sijawaambia watu? Mambo haya ni machukizo. Wewe unejipaka makeup, acha. Wewe unevaa heleni, unevaa vito, acha. Soma Kutoka 33 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5. Soma Mwanzo 35 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 7. Soma Wakorintho wa kwanza sura 11 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 13. Soma Timotheo wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 9. Soma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na yule mstari wa 3. Kwako mama, endelea kujikana. Wewe unayeogopa mume wangu atanionaje, watu atanionaje, ukiona mtu atanionaje, binadamu hana mbingu ya kukupeleka. Nilikuwa mmoja wapo, lakini leo sionei haya injili ya Bwana, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa nini ionee haya injili? Kwamba watu watanionaje? Kumbuka neno la Mungu linasema, atakayenionea haya mbele ya wanadamu, na mimi nitamwonea haya mbele za malaika za Mungu, na Mungu Baba atakuonea haya. Unaogopa fulani atakuonaje? Ili mwili ni dongo tu, linaishia hapa, liende mbinguni wala jehanamu. Tujipambe mapambo ya siri ambayo Bwana Yesu alitupa. Kama nilivyo leo, nilijipamba, nilijipenda sana, lakini kwa leo, kwa utukufu wa Bwana, nampenda Bwana Yesu. Kwa ajili yake sijipambi, kwa ajili yake navaa mavazi yanayompendeza yeye. Japo onekana wajinga, lakini hatutapotea. Mungu akubariki sana.